peace, mama. Rest in peace, mama. Rest in peace, mama. Ulikuwa na mbio kama ayala kule porini. Ulikuwa jasiri kama simba nyikani. Ulikuwa na nguvu kama simba jike awapo mawindoni. Leo umetutoka mama, pumzika kwa amani. Nenda mama, nenda, pumzika kwa amani. Nenda Rakatare mama, ulale kwa amani. Mama, 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 nenda mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Nenda mama, nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Yatima wanalia, yuko wapi mama? Waimbaji tunalia, tumpate wapi mama? Kanisa wanalia, tumpate wapi mama? Pale tulipochoka ulitutia nguvu. Tulipolia sana ulitufariji mama. Tulipoanguka wewe ulituinua. Tulipovunjwa moyo mama ulitufariji. Tulipokata tamaa ulitutia moyo. Walipokana hawatujui, wewe ulitujua sana. Tulipofukuzwa na wengine, wewe ulitukumbatia. Nenda Rakatare, tutakutana mbinguni. Nasema nenda mama, nenda pumzika kwa amani. Vita umevipiga, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Pumzika kwa amani. Ukimwona Elia mwambie bado tunapambana. Ukimwona kulala mweleze bado tumesimama. Ukimwona Yesu mwenyewe mwambie bado tunamwamini. Mwendo tunakaza sana, vita tunapiga sana. Wewe ulitufundisha Yesu tusije mkana. Nenda mama, nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Mama, 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 nenda mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Tutakukumbuka mama. Nenda mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Shujaa wa imani. Nenda Rakatare umetutoka mama. Pumzika kwa amani. Tulikupenda mama. Tulikupenda.
Rest in peace, mama. 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 Limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi. Maiko wangu ni mwache aende. Rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima. Kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye. Ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka. Moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka. Peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu,
japo zoruba na shida, tusichoke tukutumikie. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, Mbona nahisi umeniacha sana, umeniacha katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana sehemu ya rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Bwana sehemu ya rafiki yangu ni wewe, katika
Abo nenge mtile. Basi hapo kelepa ipa eleke ile kitu makudu tokoroshonga tunasoma rasoni ndio tunasoma kaulo kana kaso nyakule si tunasoma sasa kodosho ndio ndio yana masonga kana ya si kana patna anama ajazi kana ndio ya udosho takola kana ndio ya la
Mtakatifu katika jina la Mwanao Yesu Kristo, tunamshukuru Mungu wangu kwa ajili ya jioni njema, tunamshukuru kwa ajili ya siku hii njema ambao umetuwezesha Baba msafara wa kufika katika nyumba ya Baba ambao mwana wako alikuwa akiomba Baba kukutukuza. Asante Mungu wangu, tumekibali tunapopeleka ndani Baba, kapokee sala zetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa tutaandamana ajiniko na kutuongoza. Wanaobeba tafadhali. Usemo huu ni wa kweli. Ikiwa tulikufa pamoja naye, tutaishi pia pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana naye pia atatukana. Tukikosa kuwa waaminifu, yeye hubaki mwaminifu daima, maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uhai wa milele. Basi kwa vile watoto hao kama waitwavyo ni watu wenye mwili na damu, Yesu mwenyewe akawa kama wao na kushiriki kibinadamu wao. Alifanya hivyo ili kwa njia ya kifo chake mwangamize ibilisi mbaya ambaye mamlaka juu ya kifo. Mshindi nitamjalia kuketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Huyu ni Mungu wetu milele, atakuwa kiongozi wetu milele. Moyo waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai.
Tusimame sisi sote kwa ajili ya sala hii. Baba wa mbinguni, katika mwanao Yesu Kristo umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tumaini lililo ndani yetu siku zetu zote, ili tuweze kuishi kama wale wanao imani, ushirika wa utakatifu, msamaha wa dhambi na ufufuo wa maisha ya milele. Amen. Tutabaki kusimama sisi zote kwa ajili ya litania. Tusikie litania. Kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe pamoja, wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Basi tutasimama vivyo hivyo tukisikia Zaburi. Tupata Zaburi kwa 90. Psalms 90. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala haujaumbwa dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wagarikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumetowesha miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni cha taabu na ubatili. Maana chapita upesi, tukatokomea mara. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako, na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako? Basi utujulishe kuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ee Bwana, urudi hata lini? Wahurumie watumishi wako, utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Utufurahishe kwa kadiri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tuliyoaona mabaya. Matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wao. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utaifanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu utadhibitisha. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, sasa hata milele ndivyo. Amen.
25 mstari wa 6 hadi 9, na nitaisoma kwa uwezo wa Bwana. Asema hivi: juu ya mlima Sayuni Mwenyezi Mungu wa majeshi atawafanyia watu wote karamu ya vinono na divai nzuri, nyama tamu na mafuta, pamoja na divai safi. Katika mlima huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote, kifuniko cha uchungu juu ya mataifa yote. Bwana Mungu atakiangamiza kifo milele. Atayafuta machozi katika nyuso za watu wote na kuondolea watu wake aibu duniani kote. Bwana Mwenyezi Mungu ametamka siku ile, watu wote watasema, huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea atuokoe. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu tulilo yamtazamia. Njooni tufurahi na kumshangilia kwa kuwa ametuokoa. Na hii ndilo neno la Bwana. Limetolewa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21:1 na kuendelea. Revelation chapter 21. Nitaisoma. Kisha nikaiona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuweko tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepambwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni kati ya watu. Atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo haitakuweko tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Na hili ndilo somo letu la pili. Yote chini ya kisha
akuje kwanza imbe nini? Wimbo wake, wimbo wa ukombozi. Amina. Najua ya kwamba saa zetu zinaenda. Ninataka kuwaleta hapa watu ambao sio kwamba wawili kutoka kwa familia la baba na Mekoki na Miriam, na mmoja naye kutoka kwao Miriam. Unaelewa nini? Unenaji mwingi utakuwa wa kesho. Hawa ambao watakuja kusema machache kumhusu mama upande wa enditekeleloloka enyata ikama linya alafu ila kogori yale koguitwa nipe ikalopekele yale ikalopeka pese ipe. Tafadhali karibuni, tafadhali karibuni. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika Bwana Yesu asifiwe. Unenaji mingi itakuwa ni ya siku ya kesho. So kwa hivyo tutakuwa na uneni kwa uchache kwa watu wachache. So tutakuwa na uneni kutoka kwa msichana mmoja ya familia, alafu mvulana mmoja kutoka kwa familia. Then tutakuwa na clan chairman aweze kusema machache. Then upande wa ujombani tutakuwa na shangazi moja na mjomba mmoja. Na nimepewa jina hapa kwa upande wa kina ujomba ni Uncle Lawi, utasema kwa uchache. Sio kukuja hapa kuleta familia tena yote. Leo ni kusema ni wewe umepewa nafasi useme tu. Sasa tunaelewana? So kwa hivyo kabla hatujakaribisha upande wa msichana, nakaribisha clan chairman aweze kuja kusema kwa ufupi, aweze kukaribisha wageni wa mama. Karibu sana clan chairman wa Ikamaria. Kanisa la SK familia la Nicodemus Papa wanachangia pejoni ya sinema na toa wase yogasi Timothy Ichani Omi ya toka ya winga na mchana na kama ni kutoka ni mwana kera ya sori lolo Papa Nicodemus utiketa idwe utikodi tawa enyama senai na kesha akuli konyama ayamne madam pese nalo polo ejai please. Thank you very much, Chairman. So, Madam Florence, I think you will talk on behalf of the girls or your mama. Sio wote ni wewe peke yako leo. Ni mingi kesho. Madhabahu, familia, Wakristo wa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Mabaka mabatoto, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ema mibore na nileke mama. Ema mibore na nileke. Ema mibore na nileke mama.
wanasema wewe unataka ugonjwa ya nini? Hata nyama ile umekausha wanasema kataa nyama hiyo. Sasa wewe unabaki tu kwa dunia na hiyo. Unaona hii changamoto ya maisha. Mama alipitia changamoto ya maisha ambaye hatukuelewa. Tulipeleka scanning, wenye walikuja kuona mama, nataka kushukuru. Wenye walikuwa naomba na yeye, nataka kushukuru. Lakini wanajua mama alikuwa analia nini? Kichwa. Tulifanya scanning ya hiyo kichwa, tulipata kuna kitu. Alilia roho yake, tulienda tu kupima hiyo roho, tulipata kuna kitu. Akibaki bado anasikia uchungu. Huyo mama tena hakuwa na pressure, mama yangu hakuwa na hiyo vitu anaita sukari, tukipima kila wakati, kitu ambayo ilikuwa inajaa tabasini kwa lanya ati typhoid na typhoid. Sijui daktari wamesomea hiyo ugonjwa sana, kila mtu anawekewa nashukuru nyingi sababu Bwana sasa hata mimi saa hii nikienda kwa hospitali watasema nikienda kwa hospitali nyingine wanasema sasa mimi nadungwa tu shindani kila pahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanajua Miriam alikuwa mama mwenye uwezo kuwekea kitu kwa maisha yake, mama mwenye alitulia katika maisha yake ingawa changamoto yenye alipitia akinyamaza. Na tunataka kushukuru hakupata blood pressure kwa sababu ya changamoto. Alivumilia, akatulea vile tulivyo. Tunashukuru Mungu. Wasichana wake wako hapa, watoto wake wako hapa, wako wenye Miriam amelea. Unajua siku hizi unapata ngoma nyingine, hakuna mtoto wa kando ambaye amekuwa kwa mikono yako, ni wewe tu na mzee wako na watoto wako. Haya ametufundisha kuomba. Mama ambaye aliabudu Mungu kila wakati katika maisha yake. Ukimfanyia mabaya, mama yangu yuko hapo. Ukimfanyia mazuri, hata saa zingine tunakuja tukicheza Miriam ameseka, lakini hakuwa uwezi kuona kama anacheka, lakini unaona anasimama tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka dot juu ya huyo mama Miriam, tusamehe. Tunakusamehe tu. Kama ulinena yenye roho yako ikipenda, kama ukosa kujua, Mungu akusamehe. Lakini siku ya leo mimi nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya Miriam. Huyo Miriam anachukua saa hii, wachukua wengi tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema tu wachukua tu wasimame bila kusema lolote. Hebu sikia. Wachukua tu wa Miriam. Wachukua tu wa Miriam. Wengine sisi wako nyumbani wanakula ama wako wapi? Tunaona. Hawa ni wachache. Hadi chini ya kile ndio mimi nitamsuka hapo hadiasa. Lakini wachache unaona wao na wanadani. Sio wanamelemeta. Sio hapa na sura ya Miriam. Tunashukuru Mungu. Tunalia kwa sababu ameondoka. Lakini tunataka kufurahi. Tunafuraha kwamba amewacha branches kila mahali. Amen.
ambaye alisimamisha boma. Unajua sisi Kiafrika wanasema kwamba mtoto kwa boma ni nani? Ni mvulana, si ndio? So kwa hivyo wanataka rao natasebe jana. Niko Kitui. Kereore. Ore, si ndio? So kwa hivyo tunashukuru Mungu na alika Moses aweze kuja kusema kwa uchache. Karibu sana Moses. Haleluya. Haleluya. Siwezi kusema mengi. Naona kwamba mama tayari alitengeneza njia yake, ndiposa ni kwamba alijua kwamba katika maisha yake alitulea, alituelekeza, na ninaona kwamba jinsi alivyo hana mambo mengi, kwa sababu kwa ndani ya Kristo story yake ni mengi, tuachia Kristo. Na zaidi mimi nasema kwamba yeye God is all in all. Ni mapenzi ya Mungu kupitia kwa wazazi, ndiposa mtaonekana katika ulimwengu huu. Wanasema mzazi ni Mungu wako wa pili. Na posa kuna mapenzi ya Mungu, we are just doing the will of God kupitia kwa wazazi wangu katika kulea sisi kuonekana hivyo, na kwa yote safari yake utukufu irudie tu Bwana. Sina mambo mengi, kesho itakuwa mengine, kwa sababu ninakutukulia. Ninashukuru nyinyi wageni wake ambao wamekuja leo bila yeye mwenyewe wako, lakini sisi tunaona kwamba tumesimama kwa pengo tukisema karibuni Bwana apewe sifa. Asante sana, tupigie makofi. Ukue mfupi na baada hiyo na harakisha sitio. So kwa hivyo asante sana Moses ambaye ni kijana mkubwa katika uzao wa mama. So kabla sijaalika upande wa kinanti na Ngos, pia tuna msichana mkwe wa boma hili mkubwa. Ako nasi pamoja. Mama Frida Osei aweze kuja kusema uchache, najua mengi utanena kesho. Karibisha tu watu tafadhali. So baada ya Mama Frida Osei tutaalika upande penye Mama Miriam ametoka. So tutaalika Uncle Lawi na Auntie Grace wajitayarishe tafadhali. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Madhabahu ya Bwana na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi ndiye msichana mkubwa wa mama. Kwa Kiingereza wanasema Taranaka Polo. Ndiye mimi. Mama alinipenda sana. Mama alinikaribisha, amenielekeza, amenifunza mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sasa siwezi nikasema mengi kwa sababu bado hiyo iko mzito. Labda tutulie mpaka kesho ndio nitaweza kuongea. Lakini nashukuru Mungu kwa nyinyi wote ambao mmekuja. Hakika ameonyesha kwamba Mungu mnapenda mama. Ambapo nasema asante. Nasema kwamba karibuni, isiwe ya mwisho. Boma ya mama bado iko wazi. Sisi tuko tutawakaribisha. Barikiwe. Asante sana Mama Frida kwa hayo machache, tumpigie makofi. Asante sana. Huyo ndio msichana mkwe mkubwa. Pia tunatambua Director Shepherds Mama Janet. Asante sana. Najua kesho ndio mtapata nafasi ya kuongea mengi kuhusiana na mama vile alikuwa anawavuana. Bongi kwa mtoto wasi. So ya na machurch. So nataka kupeleka moja kwa moja upande penye mama ametoka. Ndugu Uncle Lawi kama ako karibu aweze kuja, najua kesho ndio utatambulisha watu wako. Na leo hii nataka useme tu kwa uchache, na pia Uncle akikuja, Auntie Grace karibu, utakuwa karibu. Karibu Uncle. Basi kutoka ngani ya mwenye kwa wale changa la birata kupana nesi wale changa papa kile bolo pa nini sa lungu papa kana soma kwa bodeke panga soma kwa kanisa areta kwa hili siku kwa Yesu msungu
Chatama tamani. Ajana kamingam kichasa kanamo. Muinara. Pero kichasa kan. Kino mo ipaka tatuma. Apaka na baka kalimu tabare mere. Basi alamana kanisa. Pati ya kasi rekodi. Ke kamran kichaka. Kamran wote taswangile. Ejide. Kamran Nicodemus Osuku ko nyate ka uya to no. Kalbono wasi ka pesa kana bale Miriam mama se. Abuko brother shobe kite Gloria ake boru. No ba kuna kishana kin modi alu no fo. Alu no sa the one 53 et mwalimu wa headmaster ali modi. 1953 et no headmaster modi. Alu no the one ba kyo bana ipo lo ya kanile mere algo yilo me school lakini akuno mpanga ile chairman yeto sa pajono ma me kisa ki shere to ke sike mi kisa kisha school e ka bode catholic ko bode ni e cha sakro atakere manyi e bena na so kana katoliki pake ya tilo ko yu katoliki ke yo katoliki ko na ko e sike ya abdela tilo ko yu wa ilo e cha sakro ko de ko na pakana e ma na kero mo de rote so on a little bit ichedani kwa lema to let to Miriam kina jogo si shong buko simbala buko person no se kan asa ko kenya mata marka le ba yena kamina mai ko kenya sa bili je to ate ege ko ka pa asa le ko bili ke kasana do ja pule ne to mo nai ore ate ja ka eti o chena wasu na pololo ko mo bere eto no mama yake kama ubuchora kataza kwa tabu kidogo hapo oje kulina mama shaka kule nalo look at no wote look at the gap udoto show the baba kata la kwa kule kidogo hello so ala mama toto Miriam kaja katika no eto poloto Gloria de abana be Gloria e buti pe no pa ki ku kitota kanika Miriam kaya katika no iba shoka ne abu eja sakimo kore na ma e bure no kama no ke ma ke seli cha yote aki che on show e buni Miriam kapuka pesu ka che abuna ko e buni Miriam ko to ko se ni aja wana sipera ko de togo e togo bode ko nisi kan ka pa da si mere ke ko ga na ke togo ko buni ki boroke abo lo e kamara ya awade lo so ke togo buni ajidi Miriam aituwake na rapanar osukungu Nicodemus amama za raut nikarode bale kamara nisamera tasho kamara kabla wo keriche eba amambe Poroko sasa waziri kwa nini kije mimi hata poroko lakini jaga no alikuwa na ajali na melimtara jaga tike nisamera tasho onoku kakroka jogi kijazi chan kora ejika kata katika kamiria ejika ndo kwa ko tunga mina stepedi ejazi tatu bitoni abukora pasho on twaka so ga bana lo ga nyoto za no kene mo ikalimo sa akia ta na je ela mo ya kanisa kali ba ite program ela ma wase aso ina cha ko na ta ma ne bere je ndo sikwa na ro ma teso akana na dukeju ama ito ni bi ko mo wa ikalo ko re ka ko polo kan mo na wase hado no nyonge na ina la tuma ke to ke ko na to ko se ko kere ni ministers ko kan mo na wase ina la tuma ebe ni saka bu ko ni mo na ke se ni saka na wa na mo to wa de ka ne ke ya ni so na ke wo na na ke to kere ba ni mo na ke wa ebi ni do ka ne e ba mo do ni e be o ta ka ki so ina ka ke to pero gini nobody going to do you wrong ni ko la ni to lo nge beje lo ko 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 la no da bibi ebi ku mi se ba se ma ni akodo wa bibi ni mi se ba se ma ije ni ba ta so yala manoi mamai oye abe to na je ka ken ka ni dio chich repito na re toto Miriam abuta ka tagoro ni asa belona Eliata katagoro Bungoma, Eliata katagoro Uganda, Eliata katagoro paka Ulaya.
So kwa hivyo ndio kuna tunategemea kama na metode kenyali temere na mene metode nyali te na ale toto ya hata kwa melona. So malipo tunayo yote si ndio? So asante sana pia kuweko kwa Chief Officer Busia County Madam Masi Imoto ako nasi pamoja, na nitachukua nafasi hii kukaribisha Assistant Chief Aloete Sublocation Bwana James Okapes aweze kuja mbele aseme machache, ndiposa atakaribisha madam aseme machache. Karibu sana Bwana Chief. Hawa ni watu wako kwa leo. Leo tuko katika eneo lako na utuelekeze kwa ufupi. Basi wachungaji ambao wako mbele pamoja na evangelist, familia ambao wamepoteza, wageni kutoka Lemara Pakna, Kemalagnos, Tamai Yesu, Tutunga. Basi kwa upande ya administration nataka pia kutoa pole zetu, manake tumempoteza one of our residents. Na ningependa kusema ya kwamba familia ya mtoto Miriam has been a role model and one of the family that I used to cite the example when I'm correcting people. And yes, I correct you have to cite an example. Be like so and so, be like so and so. Kwa hivyo mtoto Miriam anaita jakaiti na pakana noi jakaiti ni observer edo. Kwa hivyo nisikona kama serikali ya pande hii imesema nimepoteza resourceful person and a very abiding citizen, a law abiding citizen. Kwa hivyo nataka kusema familia matemati kukunya na kiatakeni kwa upande anuke program kama mama jenyongo kwa garo sunga ilipionge tungangi okwai. Mama Miriam alikuwa mama wa heshima sana. Enapa kusema msena na kenapa kena. Yasuko luchi sulu no itemo na akitele. Ipo wana ajenyongo maybe tomorrow we shall not have less than 10,000 people here. Chifu ambalo linaongoza ibada hii, familia ambayo imefiwa kiongozwa na baba Nicodemus Oskuku na waombolezaji wote, hamjambo. God is good and all the time. God is good and that is the nature of God. Jinsi mlivyosikia, mimi naitwa Masi Imo, mimi ni Chief Officer, lakini mimi ni mzaliwa hapa tu. Mimi ni jirani, hata tumekuwa na wengi hapa ambao wamefiwa. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba yangu na familia yangu ya Imo kusema pole sana kwa kumpoteza mama, who was a very, very humble lady. I remember her as a very, very humble lady. Once in a while, when I used to visit, niliona jinsi alivyokuwa very, very humble. Na ni mama ambaye amekuwa kielelezo kwa jamii yote katika eneo hili. Kwa hivyo nasema pole sana. Wacha Mungu wa amani, Mungu wa mbinguni aweze kuwapa faraja ya kweli, awafariji na kweli mkiwa katika Mungu ama katika Yesu, mkilia katika Yesu atawapa faraja ya kweli. Labda tu just an announcement. Allow me kutoa just an announcement. I am the Chief Officer for Livestock Production na Veterinary Services katika gatuzi la Busia. Wakati huu tuna idara ya kilimo inatembea, maafisa wanatembea wakifanya chanjo ya ng'ombe dhidi ya foot and mouth disease. Kwa hivyo tunawasihi muwe karibu ili wanapowatembelea waweze kuchanja hao ng'ombe. Labda tahadhari moja tu ni kwamba
wewe ambaye ni mwenye huyo ng'ombe ama hao ng'ombe, please do not allow labda mfanyakazi aweze kusajili ng'ombe hao kwa niaba yako. Ng'ombe hao wanatakana wasajiliwe kwa jina lako mwenyewe, because one of the reasons why tunawachaja hao ng'ombe ni kwamba tunataka ofisa kwa hiyo tangazo. Kwa hivyo najua kwa mengi zaidi ukatembelea bwana chief. Najua katika kila location kuna sehemu ambayo imetengwa ambapo hiyo chanjo itafanyika, si ndio? Kila location watatembea kwa maboma. Watatembea kwa maboma. Okay, sawa. Nilikuwa nafikiria ni kama kitambo vile walikuwa wanatenga sehemu fulani wakuje hivyo. So leo ni tofauti, wanafanya tofauti, watakuwa wanatembea boma kwa boma. Sasa asante sana ndugu wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kusindikiza huyu mama Miriam. Mimi nawapigia asante sana, na ningependa kusema ya kwamba maneno mengine tutazungumza kesho, lakini kwa wakati wa leo mimi nimefurahi kwamba leo nimekuja, na hii ni dalili ya kusema hata kesho tutakuja. Naipenda kusema asante kwa watoto wangu ambao wametoka nje kuja kushuhudia mwisho wa safari ya mama yao. Wale ambao wametoka Amerika, simama tu watu wa kweli. Na hapana ugopa, simama tu. Hawa ndio watoto ambao wako Amerika. Inaweza kuwa North America au Amerika. Haiji. Wale ambao wametoka Bungoma, wale ambao wametoka Germany, simama sana ugopa. Pia wametoka Germany, hawa ni wanatumia ndege ambayo ni expensive. Wale ambao wametoka Australia, pia wametoka nchi inaitwa Australia. Sasa kwa ufupi, Asante Baba Archdeacon Rodin, Mama Mwenyemuji, curate wake, wainjilisti wote, kama Arinyanga Iguria, Lebuta Kumonyo, Inachi, Tamai Kristo. Nataka kusema mambo matatu, lakini sio ya utu. Hello. One, kushukuru Mungu kwa sababu ya kujalia Miriam kuweza kuishi hizo miaka, kuweza kubariki tumbo yake. Tumeona uzao wake imesambaa mpaka Canada, Amerika, Australia, Germany. Si baraka? Sasa ya pili, mshukuru Mungu ya kwamba mimi ndio nilikuwa kasisi wa Miriam na familia hii mpaka tarehe 31 Desemba mwaka jana. Nataka kushukuru Baba Nicodemus na familia yake, walikuwa karimu sana kuona ya kwamba kazi ya Mungu inaendelea. Wacha Mungu azidi kuwabariki. Mzee
moja. So kwa hivyo tunataka kwamba tutaanza hiyo ibada mapema ili tupate nafasi nzuri na nafasi ya kutosha watu wengi kupata nafasi ya kuongea. So tutaanza ibada saa 3 kamili. Asanteni sana na Mungu apate kuwabariki. Kitu tutafanya ni kuomba Mungu. Ameonyesha jinsi Miriam alivyomkarimu. Maana bande mama kile. Na mvua imenyesha wapi? Kumaanisha kwamba mama anataka kuacha mji wake na eneo hili kama liko na amani ya kutosha. Amen. Haya, sasa kuliko saa 7, wacha sisi tukue saa 6:30. Tugawe hiyo. Sisi tugawe hiyo. Lakini kama mfaa haitakuwepo, bishop sio mbaya. Anaweza kuitikia. Lakini mimi naomba ya kwamba familia imeomba ya kwamba waende mpaka saa 6:30. Na ikiwe dika limone wajana kila mkoda ukere bai. Hata ukusasa wewe kuna mpaka mmoja. Asante. Tunaona muda wetu unaenda. Acha niulize huko kwa umati huu. Watendakazi katika kanisa la Kristo wasio waanglikana mko? Kama Mungu msimame juu. Mbele kama mafaida ile ilikuwa ni hiyo ataweza kukuona. Haya, kesho ndio tutasimama mahali pazuri. Wacha tuwasalimie wapendwa wetu kwa heshima hizo. Kesho tunafanya introduction nzuri ya kila mmoja kujitambulisha. Waanglikana wainjilisti ambao wameretire, wenye wamepumzika baada ya kazi, kama wako huko tafadhali. Basi baba Achidiko Dims ambao wako hapa, wainjilisti wetu wote pamoja na baba mchungaji aliyestaafu, Wakristo wote ambao wamefika siku ya leo kutusaidia kuomboleza Kristo wetu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwa jina naitwa Reverend Captain Franklin Ekiraba. Barikiwe. Asante. Bwana asifiwe. Tukitumwa across the diocese. Nakumbuka Miriam alikuwa anatumwa wakati mwingine Hoito kwenye papa ya Lama. Hakuwahi kumzuia mama kwenda kupeleka ujumbe. Angelituma mpaka kule ndani alupe. Na mimi nikawa na bahati nisipoenda na Miriam, mwenye taenda na yeye ni Nora Kokoche. Tukikutana tukifanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo namtambua mama kama mama mkakamavu aliyempenda Yesu, akatunza njia, akatunza imani hadi wakati wa kumaliza amemaliza pamoja na Yesu. Amen. Kwa hivyo kazi ni kwa jamii kutunza njia ambayo mama alipitia. Tukitumwa across the diocese. Nakumbuka Miriam alikuwa anatumwa wakati mwingine Hoito kwenye papa ya Lama. Hakuwahi kumzuia mama kwenda kupeleka ujumbe. Angelituma mpaka kule ndani alupe. Na mimi nikawa na bahati nisipoenda na Miriam, mwenye taenda na yeye ni Nora Kokoche. Tukikutana tukifanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo namtambua mama kama mama mkakamavu aliyempenda Yesu, akatunza njia, akatunza imani hadi wakati wa kumaliza amemaliza pamoja na Yesu. Amen. Kwa hivyo kazi ni kwa jamii kutunza njia ambayo mama alipitia. Yangu imani Kaiwashe
jamii ambao wamepoteza mama na wote ambao wamepata nafasi jioni hii kuja kujumuika pamoja kwa fariji jamii hii. Majina zangu ninaitwa Joel Oridi. Kama vile ilivyosemwa, mimi ni mtoto wa nyumbani hapa. La pili, mimi ninafanya kazi kule chini kama mchungaji Machakos Parish. Nimeingia huko tarehe 1 na archdiaconry hiyo ya Machakos. La pili, niko hapa leo kwa sababu kesho sitapata nafasi ya kuwa nanyi, kwa sababu kwa parish yangu pia kuna matanga kama haya. Engineer Sidai amepoteza baba yake, ataletwa kesho na atazikwa Friday. So niliona vyema kwamba nije niwe na mama leo. Kesho nikipokea mwili huko, sitakuwa na taswishi, lakini kwa mambo yote tuko pamoja na nashukuru Mungu umbali huu. Wazee hawa vile nilivyo walifanya kazi kubwa sana, na wakati wote jambo likifanyika kwa maisha yao inanihusu binafsi kama Joel. Kabla ya mimi kwenda college, mzee no na wazee wale wengine ndio waliandika barua kuuliza kama ninaweza patiwa chance ya kufanya kazi ya Mungu. Kupitia kwa mikono zao nimefanya hiyo kazi. Hii ndio mwaka wangu wa 30 nikiwa mchungaji, na ninashukuru Mungu umbali ambao amenipeleka kupitia kwa mikono zao. Baba, nataka kusema kwamba wacha faraja za Mungu ziwatoshe. Ni wakati mgumu ninajua, lakini Mungu atatushikilia. Tuna matumaini makubwa kwamba mama ametangulia nyumbani, sisi ndio tutamfuata yeye kule. Tutulie tu, na mimi pia nataka kuongeza yale ambayo alisema na mwingine. Akio pamoja na Yesu. Kama mkerasi aja kaichifa limna karoto. Kama mkerasi na medu munata Louis soma ete mkejoka ayaon akimwanyana. Ejasbe menasi kelo mtakio makano nilisema ile biashara. Akakwela na rinyana chama. Tafadhali tuheshimu mama kwa heshima yake, kwa wokovu wake, kwa maisha yake ya Ukristo. Tumheshimu kwa kumpatia a better send off ambao tunajua kwamba itafanyika kesho. Mungu awabariki sana. Kwa sababu ya saa nitamwalika ndugu wetu ambayo atatulisha leo. Bwana mtumie na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako jioni hii na shukrani nyingi sana mioni mwetu kwa sababu ya neema zako ambazo umetujalia. Baba, kupata nafasi ya kuja kujumuika pamoja na familia na jamii na kanisa la mama wetu Miriam ambao umemwita nyumbani. Sasa tunajiandaa mwili ulioumba kutoka ardhini, utakapofika wakati wake tumsindikishe kwa amani. Leo hii tunapojumuika hapa, Baba, nataka kuomba kwa ajili ya mtumishi huyu atakaposimama, asimame kwa niaba yako na asema kwa niaba yako. Maneno yatakayotoka katika kinywa chake yawe msaada kwetu, yawe baraka katika mioyo yetu. Tuendelee Mungu kusimama imara kwa mwito uliotuitia. Umbariki na umtumie kwa Kristo Bwana wetu. Asante sana ndugu Adikon. Basi tutaka kutambua familia hii kwa amefiwa baba mwenyewe Nicodemus akiwa kiongozi jamii hii kwa ujumla, marafiki ambao wamekuja tukitambua kanisa la Mungu ambao liko mbele, hasa mtu ambaye amekuwa hapa hivi matusa ameondoka tu. Ndugu George ndio umelea hawa watu. Asante kwa mchungaji mgeni sasa leo nimebona
polepole. Najua pia kwa nini mtu anajua mambo hii sana. Sababu 93 nilikuwa mchungaji wao. 97 nilikuwa deacon wao. 2000 nilikuwa mchungaji wao tena kwa miaka 3. Baba kaka fariki 2001. Kwa Demas alikuja kwa nyumbani. Siwezi kusahau. Sikukosa masiji haya. Tabani yangu wapendwa watendakazi wa Mungu walioko hapa, jamii ambao wamepoteza mama na wote ambao wamepata nafasi jioni hii kuja kujumuika pamoja kwa fariji jamii hii. Majina zangu ninaitwa Joel Oridi. Kama vile nilivyosemwa, mimi ni mtoto wa nyumbani hapa. La pili, mimi ninafanya kazi kule chini kama mchungaji Machakos Parish. Nimeingia huko tarehe 1 na archdiocon hiyo ya Machakos. La pili, niko hapa leo kwa sababu kesho sitapata nafasi ya kuwa nanyi, kwa sababu kwa parish yangu pia kuna matanga kama haya. Engineer Sidai amepoteza baba yake, ataletwa kesho na atazikwa Friday. So niliona vyema kwamba nije niwe na mama leo. Kesho nikipokea mwili huko, sitakuwa na taswishi. Lakini kwa mambo yote tuko pamoja na nashukuru Mungu umbali huu. Wazee hawa vile vilivyo walifanya kazi kubwa sana. Na wakati wote jambo likifanyika kwa maisha yao inanihusu binafsi kama Joel. Kabla ya mimi kwenda college, mzee no na wazee wale wengine ndio waliandika barua kuuliza kama ninaweza patiwa chance ya kufanya kazi ya Mungu. Kupitia kwa mikono zao nimefanya hiyo kazi. Hii ndio mwaka wangu wa 30 nikiwa mchungaji. Na ninashukuru Mungu umbali ambao amenipeleka kupitia kwa mikono zao. Baba, nataka kusema kwamba wacha faraja za Mungu ziwatoshe. Ni wakati mgumu ninajua, lakini Mungu atatushikilia. Tuna matumaini makubwa kwamba mama ametangulia nyumbani, sisi ndio tutamfuata yeye kule. Tutulie tu, na mimi pia nataka kuongeza yale ambayo alisemwa na mwingine.
akiyo pamoja ngis koma mkerasi aja kaichifa limna kroto koma mkerasi na medu munata Luis soma ete mkejoka ayao akimonyana ejasbe menasi kelo mtakio mapano nilisema ile biashara akakwela na rinyana chama. Tafadhali tuheshimu mama kwa heshima yake, kwa wokovu wake, kwa maisha yake ya Ukristo. Tumheshimu kwa kupatia a better send off ambao tunajua kwamba itafanyika kesho. Mungu awabariki sana. Kwa sababu ya saa mwalika ndugu wetu ambayo atatulisha leo. Bwana mtumie na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuaja kwako jioni hii. Na shukrani nyingi sana mioyoni mwetu kwa sababu ya neema zako ambazo umetujalia. Baba, kupata nafasi ya kuja kujumuika pamoja na familia na jamii na kanisa la mama wetu Miriam ambao umemwita nyumbani. Sasa tunajiandaa mwili ulioumba kutoka ardhini, takapofika wakati wake tumsindikishe kwa amani. Leo hii tunapojumuika hapa, Baba, nataka kuomba kwa ajili ya mtumishi huyu atakaposimama, asimame kwa niaba yako na aseme kwa niaba yako. Maneno yatakayotoka katika kinywa chake yawe msaada kwetu, yawe baraka katika mioyo yetu. Tuendelee Mungu kusimama imara kwa mwito uliotuitia. Umbariki na umtumie kwa Kristo Bwana wetu. Asante sana ndugu Adikon. Basi tutaka kutambua familia hii kwa amefiwa baba mwenyewe Nicodemus akiwa kiongozi jamii hii kwa ujumla, marafiki ambao wamekuja kitambua kanisa la Mungu ambao liko mbele, hasa mtu ambaye amekuwa hapa hivi mabisa anaondoka tu George ndio umelea hawa watu. Asante kwa mchungaji mgeni. Sasa leo nimegoma, unaanza kuzoea tu pole pole. Najua pia kwa nini mimi najua mambo haya sana, sababu 93 nilikuwa mchungaji wao, 97 nilikuwa deacon wao, 2000 nilikuwa mchungaji wao tena kwa miaka mitatu. Baba kako fariki 2001, kwa Demas alikuja na nyumbani. Siwezi kusahau. Sijakosa masiji haya. Tabanda masiji haya hasa mama mpendeza kanisani. Kazi kanisa ambalo mwenyewe alifanya kazi, mali yake iliingia hapa. Mali iliingia hapa watoto wake. Na wajukuu wake wametoa mali kwa ni kwamba kanisa linajengwa. Na imekuwa ni kanisa ambalo mwenyewe ameingizwa ndani. Mungu ni kazi mikono ya watu. Wabariki Mungu wetu na sehemu hii ambapo kanisa ile Mungu utakamilisha kwa wakati wako. Ile Mungu ilete sifa na utukufu kwa jina lako. Bariki Mungu Baba wakati huu. Najua kwamba walikuwa wanapendana sana. Walikuwa nao karibu. Bwana mpa amani katika moyo wake. Mpe utulivu ndani ya moyo wake. Akubali na angalia mbele ili kumwongeza miaka na kutunza jamii yake. Maana kuna wengi bado wanamtegemea. Naomba kwa imani kwa Kristo aliye Bwana wetu. Masiji haya hasa mama mpendeza kanisani. Kazi kanisa ambalo mwenyewe alifanya kazi, mali yake iliingia hapa. Mali iliingia hapa watoto wake. Na wajukuu wake wametoa mali kwa ni kwamba kanisa linajengwa. Na imekuwa ni kanisa ambalo mwenyewe ameingizwa ndani. Mungu ni kazi mikono ya watu. Wabariki Mungu wetu na sehemu hii ambapo kanisa ile Mungu utakamilisha kwa wakati wako. Ile Mungu ilete sifa na utukufu kwa jina lako. Bariki Mungu Baba wakati huu. Najua kwamba walikuwa wanapendana sana. Walikuwa nao karibu. Bwana mpa amani katika moyo wake. Mpe utulivu ndani ya moyo wake. Akubali na angalia mbele ili kumwongeza miaka na kutunza jamii yake.
maana kuna wengi bado wanamtegemea. Naomba kwa imani kwa Kristo aliye Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na masikio mazuri lazima amechukua sehemu miongoni mwa wanawake waliomtumikia Bwana kwa mali yao. Mariamu Magdalena hakukosa kuwemo hata dakika moja. Amen. Na leo miongoni mwa waamini wanaompenda Mungu, walioitwa katika jina la Mungu, ni wangapi hawa watakaomtumikia katika mali yao? Tusimame tusaidia Mama Miriam tukitoa sadaka zetu ambazo tunaita sadaka ya Mama Miriam. Tumtolee mama huyu wa matendo mazuri aliyejitolea. Aide kwenye chakula kipekee. Ati mama ama kutolea Mungu ni ufunguo wa baraka. Ndio maana tunasema iende mbele. Ndio maana tunasema iende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na masikio mazuri lazima amechukua sehemu miongoni mwa wanawake waliomtumikia Bwana kwa mali yao. Mariamu Magdalena hakukosa kuwemo hata dakika moja. Amen. Na leo miongoni mwa waamini wanaompenda Mungu, walioitwa katika jina la Mungu, ni wangapi hawa watakaomtumikia katika mali yao? Tusimame tusaidia Mama Miriam tukitoa sadaka zetu ambazo tunaita sadaka ya Mama Miriam. Tumtolee mama huyu wa matendo mazuri aliyejitolea. Aide kwenye chakula kipekee. Ati mama ama kutolea Mungu ni ufunguo wa baraka. Tukiwa tunaendelea na ibada maombezi, kurasa 387. Tukimya tafadhali, tunaomba tutulie tafadhali, tunaendelea na maombezi. Basi tukiwa kimya na tumshukuru Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu kwa ajili ya maisha ya Mama Miriam, kazi nzuri aliyefanya, ambao watu wanao ushuhuda na wanaendelea kutoa huo ushuhuda, ukakamavu wake katika shughuli za Mungu. Tumkumbuke kwa sababu alimfanyia Muumba wake Mwenyezi Mungu, na kila mmoja wetu tulio na ushuhuda huo tufikirie alivyokuwa kwetu, alivyokuwa kwa familia yake, alivyokuwa kwa kanisa lake, na alivyokuwa kwa jamii. Tuombe. Bwana, pokea shukrani zetu na utujalie kukumbuka huyu mpendwa wetu aliyetuacha, Mama Miriam, katika majonzi na katika furaha. Tulibarikiwa kumjua na kuishi naye. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tujalie Bwana, sisi tulio hai daima tukumbuke ya kwamba maisha ni mafupi. Kwa hiyo tusaidie ili kila siku tufuate nyayo zako, tukiitumainia vyema talanta zetu tofauti tofauti, na kuishi vyema siku zetu, maana hizi ni siku za mwisho zote. Tujalie neema ya kuweza kukabili mambo yaliyo mazito katika maisha yetu, na kuwa makini tunapofurahia yaliyo mema kwa Kristo
wetu. Tuombe. Mungu wa rehema, ambaye hekima yako zapita fahamu zetu, uangalie kwa rehema familia ya mama wetu Miriam katika huzuni yao. Roho Mtakatifu aliyemfariji awasaidie ili wasishindwe na majonzi yao. Uwajalie amani ipitayo fahamu zote na nguvu za kuweza kukubali maisha ya siku zijazo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu, kwa mwanawe Yesu Kristo aliyokufa msalabani, umeshinda mauti kwa ajili yetu. Kupitia kwa kufa na kufufuka kwake, umeturudishia uzima wa milele. Tukumbuka wale waliofariki katika imani ya Yesu na kuzikwa pamoja naye kwa matumaini ya kufufuka tena. Ee Mungu wa walio hai na waliokufa, wale waliokuamini kwa imani hapa duniani, milele wa kusifu wewe katika furaha ya mbinguni. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wa faraja zote, katika upendo wako usiokoma na rehema zako kwetu sisi, wageuze giza la mauti kuwa mapumziko na maisha mapya. Wahurumie watu wako katika huzuni zao, uwe kimbilio letu na nguvu zetu, ili tutumiwe katika giza na majonzi haya katika amani na nuru ya kuwepo kwako. Mwanao Yesu Kristo, kwa kufuka kwake kwa ajili yetu, alishinda mauti, na kwa kufuka tena kutoka kwa wafu aliturudishia uhai. Basi utujalie tuenende kwa ujasiri, tukakutane naye, na baada ya maisha yetu duniani kuisha, tukaunganishwe na wapenzi wetu katika nchi ambayo hakutakuwa na kifo tena wala huzuni, na ambapo kila jozi litafutwa, kupitia kwa mshindi wetu ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana, utusaidie siku hii yote katika maisha haya ya taabu, mpaka kuchwe jioni ifike, na dunia hii yenye shughuli nyingi itulie, harakati nyingi za maisha zikome, na kazi yetu nikilia na kudhi hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi na jamu msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja nioshe nisijafa, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe, kwa kunitajificha maji hayo na damu ya
ushindi kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe nisijafaa, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, yeye neema yake yatumwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu ya Yesu itutakasayo, ya kondoo siwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya Sami. Odi? Wala ko rin. Ora ko daw na ba mamuno nyo?
Manyore. Sawa. Kweli.